Simba inakwenda kucheza mechi ya mkondo wa kwanza ya finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mchezo huu utapigwa Mei 17 majira ya saa 4 kamili za usiku, lakini marudiano itakuwa ni tarehe 25 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na mashabiki wa Simba wameweza kukitakia kila laheri kikosi cha ambacho kinaondoka majira hayo, wakisema kwamba Simba wanakwenda kushinda, tutegemee goli nyingi na tukirudi tutegemee goli nyingi zaidi. Hayo ni maneno ambayo amezungumza mashabiki wa Simba wakitakia kila laheri timu yao. Kwa tegemee goli nyingi, lakini akija hapa nyumbani tegemee goli nyingi zaidi. Mchezo ni mgumu, lakini kwa sababu sisi tuna utaalamu wa kucheza mechi za ugenini na tutoka tulipotokea mpaka tulipofikia, na kauli yetu ni ile ile kwamba hatuishii hapa. Kwa hiyo ina maana hii ni kombe tunalichukua. Kwingineko, mara baada ya mchezo wa jana kutamatika kati ya Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar na Mashujaa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, kocha wa timu hiyo amesema kwamba haikuwa rahisi, huku akieleza kwamba jinsi gani wao wataweza kumalizia mechi zao mbili za nyumbani. Lakini kwa upande wa Kagera Sugar, kocha wao Juma Kaseja anasema kwamba hesabu za mwisho wa msimu ndizo zitakazoamua hatima yao. Anasema tutaendelea kupambana, mwisho wa ligi tutaangalia tumekusanya nini. Kaseja anasema kwamba mchezo jana wamecheza vizuri, lakini wamekosa ushindi kutokana na pressure. Lakini basema mara baada ya Prison kushinda dhidi ya Coastal, wachezaji wakapata pressure. Kaseja pia amezungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo wao ujao dhidi ya Namungo FC. Ni kweli tulikuwa tumeandaa mpango kwa mechi 3 za away namna kucheza ili tuweze kufanikiwa kupata pointi, na tunamshukuru Mungu hizo kwenye game 3 tumeweza kupata pointi 3. Kwa hiyo ni kitu bora kwetu sisi. Ukiangalia tumeweza kuongeza pointi, lakini vile vile nikizungumzia games zilizobakia, focus na kazi ambayo tulikuwa tumeshajiwekea walimu na pamoja na wachezaji, hizi mechi mbili za nyumbani kuweza kupata pointi 6 ili tuwe salama zaidi. Mimi ni mshindani. Nitaangalia timu yangu. Kama nilivyokuambia, tumepoteza mchezo ambao tulikuwa tunatamani kupata matokeo. Tumecheza vizuri mno, lakini tumekosa matokeo. Muda mwingine mchezo wa mpira una matokeo katili. Mistake, penalty, goli. Mchezo umeisha hivyo. Tutaendelea kupambana michezo miwili. Mwisho wa ligi tumekusanya nini na kwenye table tutakuwa wapi? Nadhani nafasi ndio itaamua sasa. Nadhani pressure imekuwa kubwa kwa wachezaji. Ukiangalia tulikuwa tunapoteza mipira sana headquarter ya uwanja. Tuna build up kutoka nyuma vizuri, lakini tukifika headquarter ya uwanja tunapoteza mipira pasipo na sababu. Na ukiangalia hata goli ni mpira ambao umepotea tukiwa tunaenda kuataki, umerudi huku umepigwa penalty, goli. Kwa hiyo nadhani pressure baada ya mechi ya Prison na Coast, matokeo kuonekana Prison kashinda, kwa hiyo wachezaji wakapata pressure kubwa. Kwa yote ndo football iko hivyo, tutatulia tujipange mechi mbili zilizobaki, then tuangalie mwisho wa msimamo tumekusanya alama ngapi. Tukitazama habari nyingine leo, NBC Premier League imeweza kuendelea majira ya saa 8 kamili za mchana, ambapo kulikuwa kuna mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate, lakini majira ya saa 10 na dakika 15 kulikuwa kuna mchezo kati ya Ken Gold dhidi ya Pamba Jiji. Young Africans dhidi ya Namungo, mchezo pia huo ulianza majira ya saa 10 na dakika 15. Saa 1 kamili mchezo ambao ulikuwa ni wa Azam dhidi ya Dodoma Jiji. Na matokeo tu baadhi kati ya michezo hiyo ni kwamba mchezo mapema kabisa kati ya JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate, mchezo huu umetamatika kwa jumla magoli 3-1, JKT Tanzania wakibuka na ushindi wa goli 3 na alama 3. Magoli ya JKT yakifungwa na Mohamed Bakari mnamo dakika ya 7, Shiza Kichuya dakika 45, huku Edward Songo mnamo dakika ya 59, lakini lile la Fountain Gate limefungwa mnamo dakika ya 87 na William Edgar. Kwa ndo matokeo ya mchezo mapema kabisa, mchezo ambao ulianza majira ya saa 8 kamili za mchana. Nafasi huku kwa Kichuya, lakini kwenda kuchelewa kule. Anawahi bado Hassan, hapana, yule ni Kichuya anainyunyiza kwa Edward Songo, bao zuri kweli. Haya bwana, haya ndo matokeo ya michezo ya leo ya NBC Premier League. Lakini kesho Mei 14 tutakuwa na mchezo mmoja, KMC dhidi ya Tabora United. Mchezo huu utakaochezwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Na kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imemwachia huru mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Azam FC Thabit Zakaria baada ya kamati hiyo kubaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumtia hatiani kwa kosa la kuchochea umma
aliyoshtakiwa nalo. Sasa taarifa ya TFF ya leo Mei 13 imebainisha kuwa kamati ilisikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo ambavyo viliweza kuwasilishwa mbele yake na kubaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumtia Zakazakazi hatiani kwa kosa alivyoweza kushtakiwa nalo, hivyo imeweza kumwachia huru. Hizo taarifa kutoka TFF. Sasa Zakazakazi sasa hivi yupo huru. Na kunako medali za kimataifa, klabu ya Liverpool iko karibu sana kufikia makubaliano ya kumsajili beki wa kulia wa Leverkusen Jeremia Frimpong mwenye umri wa miaka 24. Liverpool imeandaa kiasi cha shilingi euro milioni 40 na mkataba wa miaka 6. Unaambiwa anaondoka Trent, lakini anaingia Jeremy. Kwingineko pia, wakati watu wanasubiria utambulisho wa Carlo Ancelotti pale Brazil, klabu ya Rangers Glasgow imefikia makubaliano rasmi na kocha msaidizi wa klabu ya Real Madrid Javier Ancelotti ili awe kocha mkuu wao mpya. Sasa tafsiri yake ni kwamba Carlo ataenda Brazil, Javier ataendelea na timu za vilabu. Tumalizie na pale klabu ya Chelsea, ambapo tunaambiwa uongozi wa klabu ya Chelsea umefikia uamuzi wa kutomsajili moja kwa moja Jadon Sancho ambaye yupo kwa mkopo mpaka mwisho wa msimu huu katika klabu yao. Chelsea wameridhia kulipa fidia yenye thamani ya shilingi euro milioni 5 kwa ajili ya kumrejesha mchezaji huyo katika klabu yake ya zamani ya Manchester United.